harusi kwa ufupi. Bismillahirrahmanirrahim. Nianze msemo wa henga unaosema hayawi hatimaye leo yamekuwa. Katika maisha ya mwanadamu zipo siku ambazo hubaki kuwa kumbukumbu moyoni kwa muda mrefu. Zipo siku ambazo familia hukutana, nyuso hutabasamu, dua hutolewa na hatua mpya ya maisha huanza. Kwa Bwana Hussein na kwa Bi Salha Amani, hatua hiyo imefika katika wakati ambao wawili hao wanaelekea katika kurasa mpya wa maisha yao. Hussein Mahmud anamkabidhi Salha Amani mahari, ikiwa ni sehemu muhimu ya taratibu zinazotangulia ndoa yao. Si tukio la kawaida tu la kukabidhi mali au fedha, bali ni tukio lenye uzito wa kijamii, kifamilia na kihisia. Tukio linalobeba ujumbe wa heshima, dhamira na maandalizi ya kuunganisha familia mbili. Kama wahenga walivyosema, ndoa ni ya wawili, lakini na yahusu wengi. Maneno haya yanaonekana wazi katika hatua kama hii kwa sababu safari ya watu wawili kuelekea ndoa mara nyingi huwaleta pamoja wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Mahari ni sehemu inayoheshimiwa katika taratibu za ndoa, na katika mazingira ya Bi Salha Amani na Bwana Hussein Mahmud, kukabidhiwa kwake ni ishara kwamba safari yao imeingia katika hatua muhimu zaidi. Bwana Hussein anapomkabidhi Bi Salha mahari, jambo hilo linaweza kutafsiriwa kama ishara ya dhamira yake ya kuendeleza safari kuelekea ndoa. Ni hatua inayokwenda sambamba na heshima kwa Salha na familia yake. Hata hivyo, thamani ya mahari haipaswi kupimwa kwa kiasi chake pekee. Kilicho muhimu zaidi ni maana inayobebwa na tukio hilo. Ni njema, nia njema, heshima, uwajibikaji na utayari wa kuingia katika maisha ya kifamilia. Kuna msemo usemao, mwenye nia na Mungu humpatia. Bwana Hussein na Bi Salha wanapoendelea na safari hii, mahari inakuwa miongoni mwa hatua zinazowasogeza karibu na siku yao kubwa. Salha Amani, mwanamke anayesubiri ukurasa mpya. Kwa upande wa Bi Salha, kupokea kwa mahari ni tukio lenye hisia za aina yake. Ni wakati ambao mwanamke anaweza kutazama nyuma safari iliyopita na kutazama mbele maisha mapya yanayomsubiri. Leo ni mchumba, kesho baada ya kukamilika kwa taratibu za kufungwa kwa ndoa atakuwa mke. Ndio maana hatua hii ina uzito mkubwa. Ni kama kuvuka daraja kutoka ukurasa mmoja wa maisha kwenda mwingine. Kila jambo lina wakati wake. Wakati wa uchumba una mambo yake, wakati wa maandalizi una mambo yake, na wakati wa ndoa na una baraka na majukumu yake. Bi Salha anapoingia katika hatua hii, familia na watu wanaomzunguka wanakuwa sehemu ya furaha hiyo, wakimwombea safari njema katika maisha yake yajayo. Kwa Bwana Hussein Mahmud, kukabidhi mahari si tukio la kujivunia pekee, pia ni ukumbusho wa jukumu linalokuja mbele yako. Ndoa si sherehe ya siku moja. Sherehe inaweza kumalizika, wageni wakaondoka, kaswida zikanyamazika, lakini maisha ya ndoa huanza baada ya hapo. Mume mtarajiwa anahitaji kuwa tayari kwa majukumu ya familia, kusikiliza, kuheshimu, kulinda amani na kushirikiana na mwenza wake. Kama methali inavyosema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Bwana Hussein na Bi Salha wanapoelekea kwenye ndoa, wanahitaji kujenga umoja ambao utakuwa msingi wa maisha yao ya baadaye. Moja ya uzuri mkubwa wa taratibu za mahari ni namna zinavyoweza kuwa daraja la kuzikutanisha familia. Bwana Hussein haji peke yake, Salha naye haji peke yake. Nyuma yao kuna wazazi, kuna ndugu, jamaa na watu waliowalea na kuwashuhudia wakikua. Hivyo, siku ya mahari huwa na maana zaidi ya watu wawili. Ni siku ambayo familia zinaanza kufahamiana kwa undani zaidi na kuanza kujenga mahusiano mapya. Mgeni njoo, mwenyeji apone. Katika tukio hili, ujio wa familia moja kwa nyingine huwa chanzo cha furaha, maelewano na kuimarisha undugu. Ni hatua inaweza kuifanya familia ya Hussein na familia ya Salha kuanza kuitazama kesho kama familia inayounganishwa na safari ya watoto wao. Furaha, dua na matumaini. Hakuna jambo linaloweza kufanya moyo wa familia kufurahi kama kuona mtoto wao akifikia hatua ya kuanza maisha yake. Katika siku hii ya kukabidhi mahari, tabasamu huwa nyingi, salamu huwa tamu na dua huwa sehemu muhimu ya tukio.
wazazi kuombea watoto wao maisha yenye amani, ndugu kuwatakia furaha, marafiki kusherehekea pamoja nao. Na katika yote hayo, Bi Salha na Bwana Hussein wanaweza kutazama mbele wakiwa na matumaini kwamba safari yao ya mapenzi itafikia kwenye ndoa yenye amani, heshima na baraka. Penye nia pana njia. Safari yoyote kubwa huanza kwa hatua. Mahari ni moja ya hatua hizo kuelekea siku ambayo wawili hao watasimama mbele ya familia na jamii kama wanandoa, mapenzi yanapogeuka kuwa dhamira. Je, wajua kwamba kuna tofauti kati ya kumpenda mtu na kuwa tayari kujenga maisha naye? Uchumba unaweza kuwa kipindi cha kufahamiana, lakini hatua ya kuelekea ndoa huleta uzito mwingine. Ni wakati ambao hisia zinahitaji kuambatana na dhamira, na siku zote mapenzi mazuri kuleta tabasamu, dhamira na kujenga kesho yao. Na kama uhenga alivyotukumbusha, haraka haina baraka. Maisha ya ndoa yanahitaji maandalizi, maelewano na hekima. Ni vizuri wanandoa watarajiwa kujenga msingi imara kabla ya kuingia katika maisha mapya. Baada ya kukabidhi mahari, macho ya wengi hugeukia hatua inayofuata, yaani siku ya ndoa. Ni siku ambayo Bi Salha hatakuwa tena bibi harusi mtarajiwa, bali akiingia rasmi katika nafasi mpya maisha yake, na Bwana Hussein ndiye atakuwa akichukua hatua nyingine muhimu kama mume. Lakini kabla ya kufika huko, kuna jambo moja muhimu zaidi: kuendelea kujenga uaminifu na maelewano, kwa sababu mahari ni nguzo ya ndoa. Sherehe inaweza kuwa kumbukumbu ya ndoa, lakini tabia njema ndiyo inaweza kuifanya ndoa idumu. Mahari ya Bwana Hussein Mahmud kwa Bi Salha Amani ni zaidi ya tukio la siku moja. Ni hatua inayofungua mlango wa safari mpya. Ni siku ambayo Hussein anaonyesha dhamira yake. Salha anapokea hatua hiyo kwa heshima, na familia mbili zinaanza kusogea taratibu zaidi. Kuna msemo unaosema safari ya maili 1000 huanza kwa hatua moja. Kwa bwana harusi mtarajiwa Bwana Hussein na bibi harusi mtarajiwa Bi Salha, hatua hiyo ni miongoni mwa hatua zinazowapeleka kwenye siku yao kubwa zaidi. Wakiwa na upendo, heshima, subira, mawasiliano mazuri na dua za familia zao, matumaini ni kwamba safari yao itaendelea kuwa yenye furaha. Bwana Hussein anakabidhi mahari na Bi Salha atapokea ujumbe wa dhamira. Familia zimekutana na sasa macho yanaelekea kwenye siku ambao uchumba utageuka kuwa ndoa. Nimalizie makala hii kwa kusema huu mwanzo wa hadithi mpya, hadithi ambayo Mungu akipenda itaandikwa kwa wino wa upendo, kuheshimiana, kuvumiliana na kujenga maisha pamoja. Salha Amani na Hussein Mahmud, hatua moja kabla ya kuitwa mume na mke. Hongereni sana, kwani mmepitia changamoto mbalimbali mpaka kufikia hapo mlipofika. Kwani wapo ambao hawakuwa wanapenda jambo lenu kutimia. Ni wasihi kama dada bwana harusi na wifi kwa bibi harusi kwamba msisahau kusameheana pale mnapohusiana na kuvumiliana pale mambo yanapokuwa si shwari, na kubwa zaidi msisahau kuombeana dua. Makala hii inaandaliwa na kusoma na mimi Halima Chomba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.